Bwana Yesu asifiwe mtazamaji, nikukaribishe tena ndani ya chumba cha siri. Leo tuna somo linasema wanawake na utakatifu. Ni mwendelezo alafu. Mwendelezo. Sehemu ya ngapi? Ya pili. Ya pili nafikiri. Ya pili. Yeah. Karibu sana. Karibu sana. Lakini si wanawake tu ndio wanataka kusikiliza. Watu wote. Unaanza ukorofi wake. Tumkaribishe Roho Mtakatifu, tuanze pamoja naye sababu yeye ndo kiongozi wetu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti lo hai. Bwana Yesu, tunakushukuru. Asante Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya kibali hiki uliotupa tuwepo ndani ya chumba cha siri. Asante kwa ajili ya mtazamaji ambaye amempa kibali kwa ajili ya kusikiliza. Asante Bwana kwa sababu najua Mungu pamoja nasi mahali hapa. Tumesogea kwako miguuni pako Mungu tukitubu kwa sababu sisi ni wanadamu. Tunaomba rehema Bwana kwa ajili yetu, naomba rehema kwa ajili ya mtazamaji. Naomba rehema kwa ajili ya masikio yetu ya rohoni, kwa ajili ya ufahamu watu wa rohoni, kwa ajili ya macho ya rohoni. Bwana Yesu, sema na sisi na tuweze kusikia, tuelewe unachotufundisha siku ya leo. Asante Mungu wa mbinguni kwa sababu kwa mahali hapa. Katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti lo hai. Tunajifunika kwa damu yako takatifu, tunaomba ulinzi wako Bwana. Tunaomba uwepo wako mahali hapa Yesu Kristo. Tunaomba ulinzi wako pia na kwa mtazamaji. Yesu, mlinde Bwana mtoto wako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti lo hai tunaomba tukiamini, amen. Amina. Barikiwe Irene. Barikiwe sana. Amina. Karibu sana mama. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amina. Habari za weekend? Tunamshukuru Mungu. Amina. Bwana ni mwema, anaendelea kututetea, si ndio? Kabisa kabisa. Umependeza? Nini? Asante, barikiwe na wewe umependeza. Umependeza Asante. Asante, nashukuru. Amina. Hailini, tukumbushane andiko la ufunguzi. Andiko la ufunguzi. Mtazamaji, andiko la ufunguzi linatoka Yakobo 1. Hebu muongezee sauti mtazamaji akusikie vizuri. Sura ya kwanza ule mstari wa 22 hadi 24. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema tusiwe wasikiaji tu wa neno, tuwe watendaji wa neno. Tusiwe wasikiaji na tuwe watendaji. Tusiwe wasikiaji, tuwe watendaji. Tuwe watendaji, yani tusikie na kulitenda. Okay. Tukisikia tukaliacha ni hasara. Ni hasara. Lakini tukisikia tukalitenda ni faida. Ni faida. Bwana asifiwe. Kwa maana tuliishi. Safi sana. Mungu akubariki Irene. Mungu akubariki. Irene, tuna mwendelezo wa somo linalohusiana na mwanamke. Huyu mwanamke tutaenda naye sana mpaka mwezi wa 3. Tutaenda naye sana. Yaani mwanamke tunaye. Sisi tuko humu kina mama kwa sababu ya jambo letu. Si unajua mwezi wa 3 tuna jambo letu. Bwana asifiwe. Unalikumbuka au umesahau? Nalikumbuka vizuri. Tia 5. Amina. 5 ya kiroho hiyo. Bwana asifiwe. Amina. Irene, somo letu lina kichwa kinasema wanawake na utakatifu au mwanamke na utakatifu. Lakini naona likikaa wanawake na utakatifu linapendeza, si ndio? Au wewe unasemaje? Sawa. Tuko wengi. Eti. Amina. Hebu irudie tena Tito 2. Tito. Mtafute Tito 2, utasoma 3 mpaka 5. Tito 2. Utasoma 3 mpaka 5. Mungu anasema hivyo na wazee. Hivyo na wazee. Mbona mchekesha? Sauti mbona yuko juu? Hiyo naitaka sabufa hiyo. Wakati wa maombi ndio inatoka sana. Hata kusoma neno watu walisikie. Mtazamaji, mwisho tunakuwa tuna maombi usio naacha. Yenye sauti kali. Mama anataka sauti. Na Mungu anasema, neno la Mungu linasema hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu, wasiwe wasingiziaji, wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi, bali wafundishao mema, ili wawatie wanawake vijana akili. Anasema wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao. Mstari wa paka wangapi? Wa 5. Nasema na mstari wa 5 nasema na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi ya nyumbani mwao, kuwa wema, kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukanwe. Amina. Asante. Mungu limejaa kweli kweli. Hakuna ambapo linatuacha.
Wanawake tuna tabu jamani. Sisi ndo tunatakiwa kuwatia mabinti zetu akili. Sasa swali, mimi na wewe Irene, tumewatia mabinti zetu akili? Usiangalie uliyemtoa tumboni, hata ambaye unakutana naye tumewatia akili wanawake sisi wazee? Kwa mimi binafsi, uzuri Mungu amenijalia kumwambia mtu ukweli. Yaani ukweli huwa nasema, lakini ukweli huu yani si nisemeje, unamwambia mtu ukweli lakini saa zingine yani pamoja na kumwambia ukweli hafanyi kazi, si nisemeje, haufanyi kazi, hauchukui hauchukui. Sababu ninaomba na mabinti vijana yani wengi, watu tofauti na mwingine anataka kuoa, anataka kufanyaje hivyo, ushauri unampa nini hivyo. Lakini pia ni kumhimiza kuwepo rohoni zaidi. Lakini pia unamwangalia, saa zingine unaweza kaa unamjua ndio yule binti tabia zake, ukamwambia mwanangu, kwa tabia hizi si rahisi kuvuka, yani zinaweza zikakusababisha jambo fulani, au katika safari yako ya ndoa unaweza kujikwaa mahali kutokana na hii tabia, kwa sababu ni kitu ambacho hakipendezi. Yani hakuna mtu ambaye anaweza kufanyaje akavumilia. Kwa hiyo sasa unajaribu pia kumpa ushauri kwamba sasa hivi tunaoana mchanganyiko wa makabila sana, tofauti na zamani. Zamani walikuwa wanasema nenda kaoa kwenye boma la fulani, nenda kaoa, ukiangalia kabila ni ile ile. Kwa hiyo tabia ama utamaduni ama utaratibu, si ni utaratibu wa ile kwa ule tabia unajulikana, yani sio mgeni. Yani labda kuna vitu vya kuongezea kidogo. Lakini leo unataka kukuta mimi kabila yangu naolewa na kabila nyingine, sijajua utamaduni wao au utaratibu wao ukoje kule. Kwa hiyo sasa mimi hapa itabidi hapa nipewe elimu sasa, bwana huku kwetu kiingia kuna moja mbili tatu. Sasa ukiwa tayari utatii, unafanyia kazi. Kama hauko tayari hautaweza kusimama vizuri katika hiyo ndoa, kwa sababu unaenda kinyume na utaratibu wao. Ina maana hawa wazazi, tuseme wakwe zako, watajiuliza katuletea mtu wa namna gani? Kwa sababu wao wako hivi, wewe uko tofauti na wao. Sasa ina maana kwamba unapoingia kwenye ile boma, yani kama wewe mkamwana, kama wewe ndo mwali umeingia pale, yani kuna vitu ambavyo wanatarajia kutoka kwako. Sasa vile ambavyo wanatarajia unakuwa havioni, na ni lazima viwepo kwa sababu ndo utamaduni wao. Sasa ukivikosa inakuwa yani moja kwa moja unaonyesha kwamba wewe si mwanamke, yani tusemeje, yani wewe hujakamilika, yani si mwanamke uliokamilika kuwepo kwa kijana wao. Kwa sababu kuna vitu fulani ambavyo haujafiti, hawavioni kwako. Sasa Irene, nisaidie hapo. Mimi ni kabila A, mume wangu ni kabila B. Inawezekana mimi niliyofundishwa kule kwao yapo ya kwao, lakini mimi siyajui. Hapo nini kifanyike ili niweze kukopu nao, kutembea nao? Sasa hii mambo ndio maana mabinti wanafundishwa kwanza. Yani ndio maana binti anafundishwa kwanza. Kwa hiyo sasa kwa wewe hapo ambapo yani mimi yani si nisemeje, napenda sasa ndo naenda kuolewa na wale watu. Na wale watu. Labda nikupe mfano mdogo. Ngoja nikupe mfano mdogo. Mimi nilikotoka, nilikozaliwa, hatuna utamaduni wa kutwanga. Lakini nilikoolewa nikakuta wanatwanga. Sasa kufika mimi sijui kutwanga. Kutwanga kwenye kinu. Kwa huko mimi nilikotoka wala hatutwangi. Hatuna nikaolewa sehemu ambayo wanatwanga. Sasa kufika kule wakawa wanataka yani nitwange mpunga wakula mimi na mume wangu. Siwezi. Na ni lazima, kwa sababu najua ndio wanachotegemea kione kwako. Kwa hiyo ujishughulishe kama mwanamke, ujue kama mume wako anakula nini. Lakini si mume tu, yani tayari anatakuwa ujue familia, mama, baba, yani ndio anakutegemea wewe. Ndio kama hivi sisi kwetu kabila yetu. Yani ukifika, yani ukiolewa hapo sasa, labda zile si nitaenda mbali, naomba nikatize. Nikienda mbali tena tutarudi nyuma sana. Kwa kifupi ni kwamba vile mimi nikifika pale kama ndo yani ni mwali au tuseme ndo kama ndo nimeingia, sasa naachiwa jiko. Sio, umeelewa? Sasa wale watu washibe pale. Yani yani wewe unachotakiwa labda tu kujua tu labda tupo wangapi. Tuko 7 au wangapi. Kwa hiyo utajua chakula hiki unachopika na pika cha watu 7. Sasa hapo na hapo sasa tunasema kama ni kipimo kinaanzishwa hapo sasa, wewe ni mchoyo, tutashiba vizuri. Mimi sasa Irene hapo ninakuelewa vizuri. Nakuelewa. Ina maana hata huku mabinti zetu tuwafundishe kwamba sio lazima upikie watu, ujifunze kupikia watu wawili tu. Ina maana unaweza kukuta familia ina watu 10. Kwa hiyo mtoto atoke nyumbani akijua hata kusonga ugali wa zaidi ya watu 5, 6, 7 mpaka 10.
Nimekuelewa na point sasa yako. na kipimo kweli kwa watu 10, yani hichi chakula nitakapopikia kinatosha. Lakini watakuwa ujue yani hawa watu nawapikia ni wa mjini au ni vijijini. Unajua kuna ulaji tofauti mjini na vijijini. Yes. Mjini unaweza kulisha watu 6, lakini kile chakula cha watu 6 kwa kijijini wanakula watu 3 wawili au 3. Kwa kuna utofauti fulani hivi. Nakuelewa. Kwa hiyo sasa unaweza kujikuta kwamba wewe usipokuwa makini, usipopewa elimu vizuri, yani yule mama mkwe tayari ataona kwamba mwanangu bado hajapata mke. Lakini sasa mimi narudi tena hapo, unisamee na kukata lakini kuna namna ambayo natafuta tuelewe kitu. Yani mtazamaji uko pamoja na sisi hapa. Yuko pamoja na sisi. Hebu utumie message. Yuko na sisi. Yuko na sisi. Yani hapo sasa tuseme mimi ndo mkamwana wangu kafika. Unaona nafikiri kwa huruma tu na upendo wa mama, sio yani nimwachie jiko moja kwa moja nikae mbali. Kuna namna naweza kuwa naye kumwelekeza, mwanangu, hayo maji hatuwezi kushiba. Hayo maji kwa ugali tutakao kula hatuwezi. Wewe hapa sasa mimi nauliza mama. Yani mimi hapa sasa ndo niwe wa kwanza au niwe wa mbele kukuuliza maswali. Nataka nijue sasa hapo lakini mama kama yule yuko tayari swali. Kama huniuliza swali na nyamaza. Sasa mimi nitajuaje yani ndio yani unajua Irene hapo mimi mtu ambaye una utayari. Yani glasi sijui ndo nimeipata sasa nimeikuta. Sio umeelewa? Sasa naweza kujikuta mama anabandikia wali kumbe sio kubandikia wali. Naweza kumkwaza mama mkwe. Mama hii sio ndo kupikia ugali au ndo kupikia wali. Ndio mwanangu. Sasa sijui nipike kilo ngapi labda kwa mama ambaye kwa kilo kadhaa. Chota vikombe 5 vinatutosha kwa sababu kuna moja kuna mbili, sababu unaweza kama umefika kwenye familia kama hivi kijijini. Hata tu mjini sasa hivi tunaweza wako huru, wanajua kabisa huko kuna fulani kuna fulani. Sasa hivi maisha yako wazi. Zamani maisha yalikuwa hayako wazi pia. Unaingia kwenye bomba pale hujajua ile bomba au ile familia ina watu wangapi. Kwa unapopika chakula hiki yani nipike chakula cha watu wangapi? Kwa hiyo unabidi muulize mama mkwe. Zamani nikoka kama vile wifi yako mnadili na habari ya wifi hapo mmoja mmoja tushauri hapo anakuambia hapo tunafanya hivyo. Wewe unakuta yani unamtumia yule sasa kama remote control yako fulani. Lakini sasa kwa sababu tu mmeona kabila kwa kabila kuna vitu vingi unakuta unavijua. Kwa hiyo vichache kabila kwa kabila isumbui. Yani wasiwasi wangu kabila A na kabila B. Sio A na A au B na B. Kama hivyo kabijini kama unaweza kutoa mtu ameolewa yani cha kwanza ndio kutafuta maji. Yani unajua muda gani nitakuwa nitamka kwenda kutafuta maji. Sababu maji lazima ukachote mahali. Si? Kwa hiyo sasa heshima kwanza ni mtu kujitambua. Kumbe lazima nitafute maji. Pasipo maji huwezi kufanya chochote. Ngoja nikuambie. Mimi walivyoniona kwamba sasa huyu yani kama vile kuna picha wanakusachi. Yani sijui nisemeje wanakusachi. Wakaweka mpunga hapo. Sasa kwetu hatutwangi, lakini nikasema kwa vile ni kitu ambacho alafu ujue kama wewe ndio umewekewa. Mimi nikasema ngoja nijaribu. Nikasema ngoja nijaribu. Nikaanza kutwanga. Nikajikuta sasa wao wanaongea kikwao ambacho unajua Kibantu hakuna asiyeelewa. Wananisema kwamba kumbe anaweza, yani kuna namna fulani wananichukua kwamba anaweza. Kwa hiyo nikatoa mwisho sasa akasema basi atakuwa amechoka. Mwacheni sijui nini chukueni mkafanyeje. Baadaye wananiambia tulitaka utwange huo ili ndo upike chakula cha mume wako. Karibu mgeni tunakujia. Nikasema kumbe nilikuwa napimika bila mimi. Bila kujua. Bila kujua. Ndio nakwambia ni ngumu. Unakuta mama mkwe ana kiburi sasa. Hataki kukuonyesha uone kwamba ni kweli umetoka kufundika au umekuja kwa nataka mimi nikufunde. Kwa sababu hataki umuulize maswali mengine ambayo anajua yeye lazima yani umeelewa. Na kuelewa vizuri. Kwa hiyo ni vitu vya namna. Ndio maana unakuta mara nyingi unakuta mtu anamtumia wifi yake kusema yani uko karibu na wifi au na shemeji. Niambie hapa nifanyeje. Kwa hiyo vitu vidogo vidogo pale unakuta lakini mama mkwe kimya. Tena anaweza akakupisha na siwepo hapo. Ndio hicho mwanzo nilikwambia mama anaweza akaondoka. Sasa kazi kwako hapo. Hawa watu Mungu wangu. Hapa naona wako kama 4. Je, muda wa chakula atakuwa wao 4? Kwa sababu kaondoka mama, yeye anaweza kukupa ushirikiano. Sasa huyo mama anakuwa ni ana roho mbaya au ana nini? Hebu tusaidie. Yani kuna naweza kala labda ni kipimo anakupima kama mtoto wake mpaka mke. Sasa vingine ni vigumu. Kwa sababu yani mimi kabila A na wewe kabila B, yani kuna mwingine anakuta kupika chakula kikazidi pia ni shida, kitapelea pia ni shida. Kwa hiyo sasa hapo jiulize za roho Mungu nisaidie. Chakula hiki mtakatifu akusaidie. Na wala kisipelee. Wala kisipelee. Aisi hongera sana kwa interview hii. Sasa ninatamani kujua. Ninatamani kujua. Kwa sababu sisi wanawake tumeambiwa
tuwafundishe, tuwatie mabinti zetu akili ili wakafanye mambo mema, ili wakaende vizuri, wakalewa waume wakafanye nini. Yani ninatamani, sijui swali langu niliwekeje mtumishi ili unielewe. Mabinti zetu wanaelewa hiki tunachokuwa tunawaelekeza? Kwa sababu hatuko tayari mabinti zetu waende kule watie aibu. Mimi ngoja nikupe mfano mdogo. Nimelea wadogo zangu. Mimi nimewafundisha tu vitu vingi kwa namna ambavyo mimi nimefundishika. Maisha yanaendelea. Sasa mmoja akaolewa. Mmoja alivyoolewa, familia aliyoolewa ina namna fulani tu ambavyo ipo. Sasa wakamtembelea kama surprise, watu kama 9 wakamtembelea kule kwake alikoolewa. Wewe wa kutupa maji, wa kutupa juisi. Alinipigia simu akaniambia, dada, namshukuru Mungu kwa ajili yako. Akasema umekuja ugeni wa watu 9 bila taarifa. Wanakushtukizia. Bila taarifa. Wapo sasa atakuwa cheza kwa haraka. Akasema, dada, uwezi kuamini, ndani ya masaa 2 walikuwa wanakula mezani. Kwa sababu hakunipa taarifa. Mboga zingine ziko frijini ni ngumu, mpaka uhakikisha umeitia maji, si ufanye nini. Nikamwambia ashukuriwe Mungu ulikuwa hata na friji. Je, ungekuwa kuifuata sokoni? Ndio hapo. Akasema, dada, ninakushukuru. Nilikuwa naona unatupa tabu, unatusumbua, lakini nimekuelewa maana yako ilikuwa nini. Kwa hiyo siku hiyo nikamshukuru Mungu kwamba kumbe haya madarasa yana faida yake. Sasa ninachotaka kuenda nacho, watoto wetu leo, labda huyu alikuwa wa miaka toka ameolewa na miaka kama 20. Watoto wetu leo ailini, tunapowapa hiyo elimu, wanatuelewa, wanaichukua. Yani mimi ninachotaka kusema hivi, so hawachukui kile ambacho nampa 100%. Lakini kumbe anakichukua, yani akichukua wakati huo, yani haizi kuelewa wakati huo unachomwambia, unachomfundisha. Ila kama huyu anavyosema ninakushukuru, kwa sababu alikuja kukuelewa baadaye. Kwa hiyo sasa unaweza kuwa uko na binti hapa unakuwa unamfundisha, lakini haoni kama ni mafundisho, unaona kama unamnyanyasa. Kwenye friji atuweki nyanya pasipo kuoshwa. Na ukiosha usiweke nyanya ikiwa ina maji, uifute. Hakikisha imekuwa kavu. Friji ni chafu. Sufuria bwana wewe. Yani haoni kama una jambo naye. Unamfundisha. Anaona kama vile wewe sasa unamsumbua. Unanyanyasa na unamsumbua, alafu wewe ni mvivu. Sababu niko kwako. Atakwenda sasa wewe ni mvivu, haufanyi kazi. Kumbe wewe hapo unachotaka aifanye hiyo kazi ili liwe jambo lake. Kwa hiyo unaweza kujikuta kwamba yani kwa wakati huo hataweza kujua kama unafundishwa mimi. Atakuja kugundua baadaye, kumbe nilikuwa nipo kwenye elimu au nilikuwa niko kwenye somo ambalo ndo limenibeba mpaka sasa hivi. Wewe unaweza kujikuta kama una mtoto wa bebu nani, sio kwamba nina kazi imenibana. Wewe hebu muogeshe mtoto. Afu unamwogesha mtoto uko pale. Ufa unamwogesha mtoto hivyo. Anaona kama unamkera. Hamna, sio mradi muogeshe tu mtoto. Hakikisha kuna vikona fulani hivi ambavyo kusafisha mtoto. Mtoto mpake mafuta yani hivyo. Kumbe ni elimu nampa, kwa sababu kwa siku na yeye atakuja kujifungua wakati huo yuko peke yake. Huyo mtoto atamhudumiaje? Ndio maana leo hii unaweza kukuta mabinti wale ambao hawajapitiaga kwenye ile eneo yani hata ujasiri wa lakini mpokelee mtoto wake. Kwanza kumbeba kwenyewe unaona mikono kama vile anaitawanya. Sasa unakuta unamnyonyesha mtoto yani ukiwa kule hapa kama uko mahali unamwangalia binti anamnyonyesha mtoto, anamwangalia unasikia ndani. Mimi anashinda kuvumilia, nasogea. Mimi wanasogea Irene. Nasogea naambia, samahani, kuna darasa nataka nikupe. Mtoto tukua tunanyonyesha tunamweka hivi. Mama mimi sijui, nasema Mungu wangu. Sasa nikawa najiuliza. Sasa binti wa namna hiyo kama kwanza hajajua usafi wa mtoto mdogo huyu unafanywaje. Huo na hakika yule mtoto atakuwa mchafu. Hata kama mbadilishie nguo namna gani, mtoto yule bado atanuka, kwa sababu yani uchafu utaingia huko, utaingia. Unakuona fulani ambazo anakuta hazisafishi. Ili yeye anaona kama anamwogesha mtoto. Kumbe ile kuna mahali hajafika vizuri kumwogesha yule mtoto. Kwa sababu yule mtoto huyo binti angekuwa amepita kwenye hizo nyakati za huku chini. Si kama nakuelewa. Unaeleweka vizuri. Yaani angepita huku chini asingepata wakati mgumu kwenye hilo eneo. Kwa hiyo kuna mahali yeye mabinti atakuwa kumbe wapite, hakuna kazi ambayo atakuwa kuiacha. Sasa yani kazi zote ametoka kuzifanya, lakini jukumu. Ndio maana leo neno la Mungu linatuambia sisi wanawake tufanye hicho kitu, na kama hatujakifanya tumewakatili mabinti zetu. Mimi hatujawatendea wema. Mimi namshukuru Mungu kwa sababu mabinti wote wanapita ndani kwangu na wamepita, lakini
si nisemaje, nafasi yangu mimi umeifanya, ipo naifanya, lakini ni jukumu lake yeye kulibeba au kuja kulisha baba baadaye. Sasa hiyo ni kama ninachokwambiaga, unampeleka ng'ombe mtoni, hauwezi kumlazimisha anywe maji. Yeye akifika akitaka kunywa maji ni yeye, lakini wewe kile cha kwako umefanya. Kazi kwake yeye kukufanyaje? Kukipractice kule kwenye mji wake. Si nisemaje, tutoke huko na ushuhuda kama sio na huyu kuna yani, kwa mfano anasema wadogo zangu na mama yupo na yuko hai, si ndio? Unakuta mtu anataka kufanya jambo lake, anataka kupika, haiwezi kumpigia mama, atanipigia mimi. Kumbe anajua kabisa dada ana nafasi nzuri, kuna kitu anacho, ngoja nimuulize, labda kwenye masuala mazima ya nini, ya mapishi. Kwa hiyo unakuta anakuuliza 1 2 3, anamwambia wewe umesahau, anamwambia ndo unagundua sasa hivi kumbe kuna umuhimu. Lakini wakati wote tunafanya ambia unaona kama vile tunakusumbua, ila sasa hivi ndo unagundua kumbe lazima natamani ajisongeka kitu kake kazuri akakoroge vizuri, lakini sasa knowledge hiyo hana, ndo anamtafuta dada. Dada na wewe unakuja jua sasa tulivyokuwa tunafanya siku zile. Bwana asifiwe. Amen. Irene, na kushukuru kwa yani tumelipanua hili somo na linatusaidia. Naomba kujua. Sawa. Naomba kujua. Na nafikiri tulifanye kama iwe kama assignment kwangu mimi na kwako. Hiki kitu. Tujaribu kuulizana tu, hata ukikutana na wamama 2 3. Unaweza kuuliza kiaina. Si unajua Roho Mtakatifu anatusaidia kutupa maneno ya kuongea, jinsi ya kushare na watu hiki na kile. Tujue sisi wamama. Hiki kitu tunakifanya, na kama hatukifanyi tunaona athari zake. Yani tutengeneze hicho kitu. Tuulizane tu kwa namna moja. Sasa hivi nasema muda mwingi wanawake au si tuseme tumejifanya wa mjini sana, kwamba tuko busy na kutafuta hela sana. Tuna muda mwingi kukaa jikoni. Hivi vyote hivyo ambavyo vinafanyika hivi, ni mwanamke ambaye umetulia pia unataka upate muda wako wa jikoni. Yaani huo muda wa jikoni nataka niwe jikoni. Umeelewa? Muda wa hivi hivyo. Kwa hiyo unapokuwa unamfundisha, yani huwezi kuwa kule nje na nyumbani hapo kumfundisha huyo binti. Ni vitu vile ambavyo yani vitu ambavyo nisemeje, kitu ambacho kiwezekana. Kwa sababu una mtoto mdogo unataka binti amuogeshe. Kwa hiyo ni lazima uwe hapo, kwa sababu utamwacheje wewe muogeshaje mtoto? Yaani wewe unajua ana hakika gani anaanza kumuogesha vizuri. Kwa hiyo sasa na kwamba kama anamuogesha, unaweza kumwachia yule mtoto akiwa bado hajaanza kuketi au kukama mgongo au shingo, ambaye anaweza kawa na uhuru. Mtoto amekaa labda kwenye beseni, afu ndio unaanza kumsugua sasa, unamwelekeza hapo, mbona hapo nani, mbona hivyo hivyo, mtoa kwenye maji, amfunika, hiyo nguo chafu, yaani usiweze kumnani mtoto hivyo. Kumbe kuna elimu ambayo unakuta anaendelea kumpa. Sasa yeye mwenyewe anaweza kashangaa, sasa mama mbona yuko hapa lakini anipa usumbufu kunani kumnani mtoto. Kumbe mimi akili yangu nataka tu ajue hata leo na kesho sipo, ajue namna ya kuhudumia mtoto wake. Lakini pia nikiwa na mimi nimpata dharura tayari na mtu ambaye anaweza kumuogesha mtoto. Kwa hiyo nisemeje, ni kitu ambacho unataka kumfundisha wewe mwenyewe, uwe na utulivu, utulie. Kwa hiyo leo hatulifanyi kwa sababu hatuna utulivu. Tumekuwa na mambo mengi. Sasa Irene, tunawaonaje mabinti zetu ambao sasa leo hatuwafundishi? Nini kinaenda kufanyika kule anakoenda? Ni kinachofanyika kweli, hakuna kitu sana. Tunaenda kuua hata kile kizazi cha 4, kwa sababu yeye ataenda kufundisha nini binti yake? Yaani yeye mwenyewe hana elimu. Alafu binti yake anataka kufundisha nini? Juzi ndio maana leo tunaishi samani, ngoja ni mali. Ndio maana leo tunaishi na mabinti, mtu anatafuta yuko razi aishi na mama mtu mzima. Binti mdogo tu, lakini mfanyakazi wake ni mama mtu mzima. Kwa sababu kuna vitu ambavyo havijui. Maana yule mama anachukuliwa kama darasa. Yaani si nisemeje. Yaani maana yake, kwa sababu unatafuta mama mtu mzima awe mfanyakazi wako ndani kwa ajili ya nini? Kukulisha mtoto, ataweza kumpikia mtoto chakula chako, ataweza kufanya vile vyote. Wewe uko ina maana mama uko play part. Mama haupo sasa hiyo, yani nafasi ya mtoto. Ndio nakueleza, kwa hiyo mama aku play part. Ina maana mtoto yuko kule ametafuta mama wa miaka 60 aje awe naye ndani kama msaidizi. Lakini kumbe kuna kitu sasa akiwa na yule mama kuna kitu anajifunza, au ndo unajua watoto wetu nao sasa hivi. Ashukuriwe Mungu ajifunze. Lakini kama hajifunzi ndio yale. Sasa unataka kutokea kitu jamani. Yaani hakuna kitu ambacho anakiweza. Kwanza unaweza kukuta mtu mwenyewe ukimwangalia ndo mzazi, unaitwa ndo ana mtoto mdogo. Mwangalie muonekano wake kwanza. Sio kama naeleweka? Nakuelewa. Kucha ziko mpaka hapa umezipamba. Unao muda kumwogesha mtoto wako mdogo? Na utamwogeshaje kwanza na makucha yako marefu? Yaani hicho tu, yani kipande hicho tu, yani kwenye swala kumwogesha mtoto wako huyo mdogo. Una kucha ziko hapa. Anaogaje? Unamwogeshaje? Unamsuguaje kwenye masikio?
Irene. Sasa hivi ndio maana hata nini wanasema si nisemeje? Si tuseme dunia nayo imetusaidia sasa hivi hata nini vitu vya kuogesha watoto, yani kuna vitu vingi ambavyo vimeongezewa kwenye kizazi cha sasa hivi ambavyo yani ni lazima tu gharamio kifanye. Sasa Irene, vimeongezwa mjini tunavyo, kuna walioko vijijini hawanavyo, wanafanyaje? Yani ndo hapo sasa, kwa sababu kama sisi zamani Mungu nisamee, yani mama anakuweka hapa, yani wewe choo chako ndo miguu ya mama. Umeelewa? Yeah. Yani mtoto mdogo, yani mama ndo miguu ndo choo anakuweka, anakutenga kwenye miguu. Umeelewa? Yani mahali, yani mazingira magumu, labda chombo cha kuogeshea mtoto sasa hivi hamna, yani miguu yake hapa anamweka mtoto hapo, kwa sababu mimi nakumbuka tu mama yuko tayari, nakwambia amevaa nguo yake ambayo anajua sasa hapa ni lazima taaloana. Kwa hiyo anasogeza nguo mpaka hapa, alafu anamweka mtoto wake hapa. Kwa hiyo ana maji yake, anamwogesha mtoto hapa kidogo mpaka yanamtosha, anamwogesha mtoto hapa, mtoto anakuwa msafi. Baadaye anamnani pale, na yeye anaenda kuvua nguo yake, kama ananawa kama anaoga hivyo. Lakini usiku mkuta beseni si nini, yani heka vitu, mtoto anataka kuoga ana vitu zaidi ya 50. Yani nakwambia hivi, hata kile kikombe kwanza cha kuchotea maji pale kumwogesha mtoto hakuna. Ni ndoo iko hapa, kama ni ndoo, kama ni vile vyombo vya nani vile vya kizamani vile, ni mkono tu ndo, yani anadili tu na mkono basi tu anamwogesha tu mtoto wake. Lakini hangaiki tu beseni na kumketisha mtoto hamna, yani miguu yake ndo beseni tosha. Na mtoto yule anang'aa vizuri tu, mtoto kaingilia maji kwenye masikio si nini, hakuna. Kwa hiyo unakuta kuna vitu vingi vya zamani ambavyo unakuta mtu umejifunza na kujiuliza hivi, lakini leo hii hebu fanya hiyo, kwamba fulani watu watakushangaa. Yaani watu wanaweza kukushangaa vibaya, huyu wa zamani. Ndio maana sasa pata picha sasa, mtoto umepata mgeni, pata mgeni ana mtoto ametoka kijijini, afa na mtoto anataka kwenda chooni, ambaye mpeleka mtoto chooni, ishatokea hivyo, mtu apiga yowe, kumbe anaogopa choo. Ashazoea mazingira yake, ana namna yake ambavyo anaenda anajihudumia, mambo yanaenda. Mungu akubariki kwa kweli, kuna namna ambavyo tumepata kitu, tumepokea kitu. Asante, Mungu akubariki sana. Amen. Irene, ili wanawake na utakatifu kulikuwa na vipengele kama 4 ambavyo tunataka tuende navyo. Sawa. Tulisema wawe na mwenendo wa utakatifu. Tukaenda nayo na tuliiweka vizuri. Tukasema wasiwe wasingiziaji, nayo pia tulienda nayo tukaiweka vizuri. Nafikiri hakuna kilichoharibika. Kila kitu kiko sawa. Sasa namba 3 na namba 4 inasema, namba 3 inasema wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi. Na namba 4 inasema wafundishao mema. Sasa ndo hapa, hebu tuwaone hawa wanawake na utakatifu, hawa ambao hawatakiwi kutumia mvinyo. Yani hapo sasa haitakiwi kutumia mvinyo mingi. Ndio maana sasa hivi tumerudi tukasema hapana kutumia mvinyo. Mvinyo ni dhambi, kwa sababu yani huwezi kumwambia mtu tumia mvinyo kidogo. Yani huyu mwanamke mwenye tusemeje, wa starehe, anapenda starehe, anapenda raha, huwezi kumwambia tumia kidogo. Yani kitu ambacho haiwezi kukuelewa. Kwa hiyo mtu ambaye amejiandaa, amekaa na nafasi yake na muda wake, ana pesa yake, kwa anapeleka taratibu mpaka yani si kidogo tena. Sasa mimi narudi tena kwa hawa mwanamke, mwanamke au wazee, mwanamke mzee, yani vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu, wasi wanatumia mvinyo ili waweze kufundisha hawa wanawake, mabinti vijana adabu, kuwatia akili. Mimi hapo narudi kwa waso wa mjini, wa kijijini. Mimi napenda sana vile ambao nimeshuhudia na viona ambapo ulikuwa na tuseme kama tunaviishi sasa. Huyu mwanamke wa kijijini ilikuwa ni anakunywa, si wote lakini nimeshuhudia baadhi. Yaani mtu anapokunywa mvinyo au anapokunywa hii pombe, hanywi kama ndo starehe, anakunywa kama ndo kinywaji kukata kiu fulani hivi, lakini haimnyime kufanya kazi zake. Umeelewa? Yaani unaweza kukuta kazi zake zimelala, kazi zake zinaenda vizuri sana, lakini sio kwamba hanyu amekunywa, lakini ndo yuko kwa kiasi kama Biblia inavyozungumza. Lakini unaweza kumta mtu ameelewa, ameacha kupikia watoto wake, ameacha kumpikia mume wake, ameacha kukamua ng'ombe au ameacha kufagia pale. Hakuna kitu kama hicho. Sio mkuta mtu hajapika, hajafanya chochote kwa sababu ya pombe amelala, ni kitu ambacho kiwezekana. Na anakunywa, ila anakunywa kwa kiasi, sio kwamba anazidisha paka ikamtoa akili, ni kitu ambacho kiwezekani pia. Ndio maana unakuta shambani, mtu anaenda shambani, ana pombe yake, ameijaza yake kwenye kama ni kidumu, kama ni vile vyombo vya zamani vile vinaitwaje sivyo vile. Anatafuta majani ya mti ambayo anajua sasa majani sio sumu,
ambao unakuta anafunga ndo kama mfuniko. Anaenda naye shambani. Lakini unakuta kama ni mvua imenyesha sasa, anakuta anachimbua pale. Anatengeneza yani kitako cha kuweka kile nini? Kile chombo chake cha pombe pale. Kwa hiyo unakuta anafugina ule udongo, yani ameweka chini ya mti kwenye kimvuli, anachimbua pale kwenye ule udongo ambao tayari una unyevu, mvua imekuwa imeshanyesha, udongo sio baridi. Kwa hiyo anaweka. Kwa hiyo mwenzie pale yani anaiweka ipo, yani ndo ameweka kwenye friji sasa. Yani si vitu bado vipo. Friji ya nyumbani. Kwa hiyo sasa anaitengeneza pale, anaifukia pale ule ubaridi ule sasa. Yani ile pombe yake isiwe ya moto, yani inakuwa baridi. Anapoendelea kulima kule, yani kiule ikimzidi ile kiu ikimzidi, anarudi pale anakunywa na anarudisha tena vizuri, anaendelea na shamba. Kwa hiyo anakuta analima. Okay. Kwa maana hiyo Irene, hapa kinachoongelewa ni kwamba mvinyo wapate, lakini isiwe nyingi. Isiwe nyingi. Sasa kwa sasa hivi kumwambia mtu ambaye huyu mwanamke ambaye anapenda starehe wa mjini, ambaye haendi shamba, hakamui, hafanyi chochote vile vishughuli vya ile, hakuna. Uweze kumwambia tu kunywa kidogo, hakuna. Ndio maana wanaona sasa hivi kwa maana hiyo huu mvinyo unatakiwa yani upigwe marufuku kabisa. Yani ndio maana tunasema yani heri mtu uache. Ndio maana tukihubiri au kija kwangu, kwa hiyo mwanamke ambaye anakunywa na alewa, nikaambia ninakushauri acha. Okay. Kwa sababu najua yani wewe kunywa kwako yani kuishi kidogo utapitiliza. Ina maana kuna kazi ambayo kwa kuifanya huifanya. Kwa mfano sio ukinywa yani uweze kuniambia tu ukinywa utakumbuka kuingia kwenye maombi, utakumbuka kuishi kiroho. Hakuna kitu kama hicho. Sasa kwa nini haishi tena kiroho? Kwa sababu ndani yake kuna kitu kimeondoa. Kuna kitu pombe spiritual. Yani pombe kuna kitu yani pombe imemtawala. Yani kile kitu cha kiroho hakipo tena. Na Roho Mungu anasemaje? Anasema sisi ndo hekalu la Roho Mtakatifu. Ukisoma katika Wakorinto, hivi na Wakorinto wangapi? Wakorinto wa pili au wa kwanza sijui. Ngoja nisome. Tazamaji, tuko pamoja sana tu. Kama tuko pamoja nitaona ndio yako hapo kwenye nini? Hata kubonyeza tu hapo. Tajaribu kusoma Wakorinto wa kwanza pili kama sijakosea. Wakorinto wa kwanza natafuta mstari wa 16. Mstari wa 16. Wakorinto wa kwanza? Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16. Nasema hivi, Mungu anasema hamjui ya kuwa nyinyi mmekuwa hekalo la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mstari wa 17. Kama mtu akiliharibu hekalo la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalo la Mungu ni takatifu ambalo ndilo nyinyi. Sasa wewe ukishalewa pale, ina maana kuna namna ambayo umelichefua au umeharibu hekalo la Mungu, kwa sababu tayari kuna roho ambazo zinaingia. Yani si nisemeje, yani hakuna utulivu au hakuna nguvu ya Mungu tena ndani yako. Uweze kuniambia tu kuna siku nilitoka pia ushuhuda hapa ndani ya chumba cha siri umomo kwamba amekuja mwanamke. Ni kweli ana changamoto, ila changamoto yake inasababishwa na pombe. Na mume wake imefikia mahali ugomvi, yani kulikuwa kuna vitu vingi sana kwa ajili tu ya pombe. Lakini anahitaji msaada. Pombe imeshamtawala na ni haki yake, naambia lazima anywe. Sasa kuna dada yake akamwambia ni lazima uende kwa Irene mkafanywe maombi na lazima umshirikishe 1 2 3 kupe ushauri. Uwe wazi. Sasa nilipokuwa nalishirikisha nikamwambia sasa kama ni ugomvi habari ya pombe nini? Kwa nini kinachofanya ulazimishe kunywa pombe ni kitu gani? Kwa nini usiache ili ndio yako ikawa salama? Lakini ninavyozungumza kumbe kuna vile vichupa vya pombe kali vile vinauzwa madukani, si vinaitoga nini hata Smart Gin. Smart Gin. Sasa Mungu amemjalia na kifua kinene au tunaeleweka hapo. Yaani ana maziwa makubwa. Kumbe ninavyozungumza hapo, wakati napigia simu na dadake aje kwenye maombi, akamchukua boda kwa sababu mume wake hamruhusu kutoka nyumbani. Kwa hiyo sasa ile nafasi ya kuja kwenye maombi akaona kwamba ni nafasi pia kupitia wapi? Dukani. Kwa akapiga hapo vile nani vyake pale. Ina maana akachukua kingine kwa ajili ya akiba, kitoka naye aenda naye nyumbani. Kwa hiyo sasa akakificha huku. Akaficha huku chini ya maziwa, yani kwenye Brazil. Sasa nashangaa
naongea na mtu lakini mbona amelewa huyo mtu? Hapo bado mapema saa 4 nikajiuliza. Sasa nashaka mtu yuko biza kutengeneza hiyo kutengeneza. Nikasema baadaye kuja kugundua, nikagundua kwamba kuna kifupa cha pombe kinalazimishwa kufichwa huku. Yaani nijisikia vibaya. Nikasema sasa sasa ndio nasema ni huyu mtu so mwambie punguza. Acha. Yaani acha kabisa. Mtu kama huyo anamwambia nguvu ya Mungu yani inatokea. Kwanza tunaelewana kweli pale. So nice. Yaani ni pombe tupu. Anakuja kwenye maombi lakini akaona kwanza apite apige viwili vitatu alafu kingine akibebelea nikirudi nyumbani ataenda kukipiga baadaye. Mungu atusaidie. Sasa ana kinani wapi, anakificha wapi? Alikuwa hana tapochi. Kwa maana hiyo ameweka huku chini maziwa, na nasema kwa kweli sasa Mungu amekupa ziwa ndio likubebelee pombe tena jamani. Sio la faida kwamba likupe muonekano mzuri wewe linaweka na mambo mengine. Yani kwa kweli. Mungu atusaidie. Kwa maana hiyo Irene, ushauri wako wanawake tusiwe watumiaji kabisa, ni kufuta kabisa. Okay. Pombe inaleta itatufanya mambo mengine yasiende kabisa. Okay. Unaingiza vingine ambavyo vinakuja kuumiza maisha yako. Hebu soma Isaya 29:15. Isaya 29:15. Isaya 29:15. Na Mungu anasema hivi, ole wao wanaojitahidi kumficha Bwana. Mashauri yao na matendo yao yamo gizani. Nao husema, ni nani atuonaye? Nani atujuaye? Sasa kama huyo kaja na Irene bwana sasa nipa jibu zuri hapa kwa hiyo dada na jinsi alivyo pombe yake inapompeleka. Yaani ana mtu atakusikiza habari ya Mungu. Sababu angekuwa na mtu akusikiza habari ya Mungu angejiona kwenye chumba cha siri. Lakini unajua yani Mungu tu kwa kweli atusaidie. Kwa maana sipendi watu wanywe pombe kwa sababu pombe inaingiza roho nyingine. Na pombe rafiki yake anajulikana. Pombe rafiki yake ni uzinzi. Kwa hiyo ni kula na akili inabadilika yani huwezi kunywa yani si nisemeje. Na shetani jinsi alivyo yani pombe yani huwezi kunywa tu peke yake nyumbani, wanasema haina raha. Toka nje wazi unywe na watu. Utakutana na watu. Huyo amelewa. Haya kinachofuata hapa ni mimi siku moja nilifanya interview, hicho ulichoongea kinanipa sio nishai kuisema sikumbuki. Nilifanya interview nilikuwa na wanawake zaidi ya 7 au 8. Nilifanya interview nao nikawa nawauliza kipi sahihi kwako wewe, mume wako anywe au asinywe? Majibu niliyokutana nayo alafu ashukuriwa Mungu wale wamama wote walikuwa Wakristo. Wote. Tulikuwa kwenye msiba fulani sana kaona tuko idol. Mimi mwalimu bwana, mimi walimu wangu wote wanapita. Na Irene Mungu alinijalia kitu. Yani walikuwa wanajibu mimi kichwani zinanasa. Na nilivyorudi nyumbani nikaweka kwenye diary yangu. Nikaanza kutafuta, nikasema hapa tunahitaji msaada wa Mungu. Kipi bora, mume wako anywe au asinywe? Majibu yalikuwa ni mengi lakini ambayo si mazuri sana, kwa sababu mimi nikashindwa kuelewa wanawake tunawaza nini. Mwingine anasema yani eti anywe kwa sababu madili yanapatikana huko. Is it possible? Yani kama vile ndo tiba nyingine iko kwenye pombe. Madili yani huko atakapooenda ndo atakutana na dili bwana, kuna kazi madili. Yani zile deal za mjini zile. Nikasema kweli jibu sio zuri. Umeona ilinisumbua. Jibu yuko duniani na hiyo diary yangu huwa ninayo, nikipata nafasi huwa naipitia. Sasa nafika mahali sasa, Mungu tusaidie baba tusaidie. Mungu anasema na mpaka Mungu atupe ufahamu tuelewe. Ni kweli unaona. Sawa. Bwana maswali hapo? No, sina maswali ila namba 4 inasema wafundishao mema. Hawa wanawake wazee wafundishao mema. Leo tunafundisha mema. Kama hatufundishi, Mungu atusaidie tufanye nini? Tufundishe. Nisomee Yuda 1. Yuda hapa nampata leo hapa. Basi tafuta waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro 3. Waraka wa kwanza wa Petro 3.
Empata. Anzia Waraka wa 11 hadi kwanza wa Petro 3:11 hadi 12. Neno Mungu linasema hivi, na aache mabaya, atende mema, atafute amani, aifuate sana. Mpaka 12. Nasema kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake huyasikiliza maombi yao. Amina. Tumemwelewa vizuri. Ina maana sisi wanawake wazee lazima tufundishe mabinti zetu mambo mema. Mambo mema, na mambo mema ni mengi kabisa. Nasema bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Juu ya watenda mabaya. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tufanyeje? Tutende mema. Okay. Na ili watoto wetu warithi mema, tuendelee kuwafundisha nini? Yaliyo mema. Bwana asifiwe. Amen. Tafuta Wakolosai 3:18. Mimi wakati nasoma Yuda 1:17 hadi 24. Maandiko yanasema, bali ninyi wapenzi, yakumbukeni maneno yaliyonenwa zamani na mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo, ya kwamba waliwaambia ya kuwa wakati wa mwisho watakuwako watu wenye kudhihaki, wakizifuata tamaa zao wenyewe za upotevu. Watu hao ndio waletao matengano, watu wa dunia hii. Nimesema mpaka ngapi? 24. Watu hao ndio waletao matengano, watu wa dunia hii tu, wasio na roho. Bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana, na kuomba katika Roho Mtakatifu, jilindeni katika upendo wa Mungu, huku mkingojea rehema ya Bwana wetu Yesu Kristo, hata mpate kuwa na uzima wa milele. Wahurumieni wengine walio na shaka, na wengine waokoeni na kuwanyakua katika moto, na wengine wahurumieni kwa hofu, mkichukia hata vazi lililotiwa uchafu na mwili. Yeye awezaye kuwalinda ninyi msijikwae, na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu. Bwana asifiwe. Amen. Kuna kitu linaeleweka. Amina. Umenibaa Kolosai 3:18. 3:18 na anasema, nyinyi wake watiini waume zenu. Irene, niongezee sauti mtumishi. Nyinyi wake watiini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Mpaka ngapi? Ni 18 tu. Tunaambiwaje? Watu watii waume zetu katika Bwana. Tukiwatii sisi, tunapotii waume sisi, tunapowatii waume sisi, nini kinatokea kwetu? Tuseme kwa kifupi, anasema ndivyo yani Mungu anavyofurahi, sijui sio kama najibu sahihi. Ni sahihi. Kwa sababu tunapowatii waume, wewe kama unamtii mume wako, mtoto wako hawezi kwenda kule akamgaragaza mume. Kuna kitu anakichukua. Kwa hiyo lazima hiki kitu utaratibu ulikuwa huko hivi. Nitafutie tena waraka wa 3 wa Yohana 1:11. Waraka wa 3 wa Yohana 1:11. Waraka wa Ibrania wa Yohana mtumishi. Waraka wa 3 wa Yohana 1:11. Waraka wa pili. Umesema waraka wa 3? Wa 3. Maana hapa kwangu nasema Yuda tena hapa mbele. Nimeshia wa pili. Hebu ngoja. Waraka wa pili, waraka wa 3, sawa. 1:11. Niongezee na sauti. Anasema mpenzi usiuige ubaya, bali uige wema. Yeye atendaye mema ni wa Mungu, bali yeye atendaye mabaya hakumuona Mungu. Asifiwe. Majibu yako hapa.
Mtazamaji, naamini umesikia kuna kitu umekiokota kabisa hapa. Kuna mahali Mungu anachosema tusijisahau. Dunia inataka kutusaulisha. Dunia inataka kututoa kwenye nafasi zetu. Usikubali dunia ikakutoa kwenye nafasi yako wewe mwanamke. Kwa sababu ukitoka kuna kitu kikubwa ambacho utakipoteza, ama na kizazi ambacho utakipoteza. Lakini ukisimama kwenye nafasi yako vizuri hapa, kuna mahali unaenda kuponyesha na kile kizazi kingine cha 4. Kwa sababu umejenga msingi mzuri kwa huyo mtoto wa kike, umejenga msingi mzuri kwa huyo mtoto wa kiume. Kwa sababu kwa mtoto wa kiume ama kwa mtoto wa kike, yani mzazi sio mmoja. Yani ukisimama vizuri kama mama, kuna mahali pia na huyu baba utamfundisha, kwa sababu yamkini kuna mahali pia amepungua. Kwa hiyo kuna vitu vya kuzuia, vitu vya kuzuia ambavyo naona pia vinaweza kuleta athari. Hii habari ya watu kugombana mbele za watoto, inasema mnapogombana, yani huo na hakika mtarushana maneno ambayo hayampendezi Mungu, ambaye pia maneno pia ni aibu kwa watoto. Kumbe unaweza yani kuna kitu gani ambacho utakipanda kwa huyo mtoto. Kwa hiyo na leo kesho na yeye akikua, akiolewa, hata mheshimu huyo baba. Yani lazima mtarushiana, wataanza kurushana kama ni kawaida, kumbe ni kawaida kwa sababu ameishi hivyo. Ni kitu ambacho kimekuwa maisha yake. Ameona baba na mama wameshuhudia hivyo vitu. Kumbe ni vitu ambavyo watakuwa tuviangalie sana kwa hali ya umakini mno sana. Lakini pia kwa huyo mama ambaye tunazungumza habari ya pombe hapa. Kwa hiyo mama ambaye ni mlevi, umelewa ndio kuja mbele, huyo binti yako anashuhudia kitu gani? Afu leo na kesho atamwambia siende kulewa akienda kwa mume wake. Afu ukishalewa, hebu jiangalie wewe, ukishalewa una nguvu ya kufanya shughuli zako za nyumbani? Au ndio ukishalewa ndio unakuja unajitupa kitandani, hujui kinachoendelea, kinachoingia, ni hujui chochote. Sasa Mungu anasema tuwe na kiasi. Umeshindwa kuwa na kiasi, acha kabisa, kwa sababu pombe itakupeleka sehemu ambayo sio sehemu salama. Yani itakupoteza. Kwamba kwanza pombe cha kwanza ni kutolea heshima. Yani unakuwa ile heshima ile kama mwanamke inaweza ikaondoka, ukabaki kama vile uko wakati unacho sijue kama kuna mahali kuna kitu kimeondoka. Lakini naweza kuambia pombe haijawahi kumwacha mtu salama. Yani roho ya aibu lazima kufuate tu. Kwa hiyo uwe makini sana. Lakini ukiangalia, hebu kaa tafakari. Hivi kuna faida gani kwenye ile pombe? Yani kuna faida gani unaipata hapa? Ukiona kwamba kuna faida, basi labda unaweza kaendelea. Lakini ukiona kama hakuna faida, mimi naamini kabisa utaiacha. Au naamini ukiingia rohoni vizuri kabisa ukamwambia Mungu mimi naacha, na uamuzi tu. Ukiamua tu. Mungu anasema nimerogwa, hakuna cha kurogwa, ni mazoea. Ni umeizoesha nafsi, ama umeizoesha akili yako. Kwamba akili yangu inaniambia jamani, kishafika saa 11 lazima niende nikanywe. Hakuna kitu kama hicho. Hebu badilisha ule muda wako ambao umeshazoea kunywa pombe, badilisha ufanye ndio muda wa maombi, muda wa kuzungumza na Mungu. Utaona kitu kizuri, au kuna mambo mazuri ambayo yatakuja mbele yako ambayo hutaka uamini. Usicheleweshe muda, ama usijibie muda kwa ajili ya pombe. Hapana, Mungu amekupa muda ili pia umtumikie. Wewe ni mwalimu, simama katika kufundisha kama tunavyozungumza hapa. Wewe ni mwombaji, simama kwenye nafasi yako kuomba. Wewe yani simama kwenye nafasi yako. Pombe sikucheleweshee muda. Amina. Barikiwe. Barikiwe sana Irene. Tunashukuru. Basi tuingie kwenye maombi, tutubu sana sisi wanawake. Tuombe rehema kwa ajili ya kizazi chetu. Tuombe rehema kwa ajili ya tabia zetu. Leo unaweza kujigona labda niko kamili, kumbe si kamili, niko tofauti kabisa. Ninapoingia kwenye toba, ninaruhusu Mungu kuzungumza na mimi pia, kukurudia tena, kunirudia, kuniambia hapo umekosea. Hapa kuna 1 2 3. Halijakaa sawa. Hujakaa sawa. Mimi nampenda Mungu kwa sababu Mungu anatupa onyo. Nakumbuka nilikuwa na binti wa kunisaidia kazi huko ndani. Binti yule kumbe alikuwa ananiogopa. Mimi sikujua kama ananiogopa. Sasa wakati huu ninapoendelea kumuongelesha, kumbe nakutoka namuongelesha kwa ukali. Mungu alinisemesha. Akanionyesha, akarudi kwenye ndoto, yani nikarudishwa ninavyoongea na yule binti. Akaniambia ukiendelea kuongea hivi anaondoka. Sasa sio kwamba anaondoka kwamba hajapapenda kukaa hapa. Sio kazi zimekushinda. Wewe ndio utakasema anakuogopa wewe, unapomwongelesha hajazoea kuongeleshwa vile. Nikasema Mungu mimi nakushukuru. Nikaacha kumuongelesha kabisa, nikasema nikaanza kufuatilia maisha yake huko nyumbani kwao, ni maisha namna gani, amelelewaje, yani alikuwa anakaa kwa nani. Kagundua kwamba ni yule binti ambaye huwezi kumkemea. Yani huwezi kumkemea, huwezi kumkata. Yani mama huko mjini.
uweze kumkaribia hata kidogo. Nikasema kumbe huyu mtu kuna mahali anapata tabu, basi nikutulia nikwenda naye taratibu, inabidi ushuke kama jinsi yeye alivyo, na maelekeza moja mbili, utakuwa unaona mkaenda. Sasa nikakaa miaka 6 na miezi kama 8 hivi. Haya, lakini ungeendelea kuwa jeuri, Mungu kakusemesha bado jeuri. Kwa hiyo sasa unapoingia kwenye toba, unavoomba na Mungu wako, Mungu atakusemesha tu. Atakusemesha kwa maono ukiwa hapo, yani kwa njia inaitwa maono, au unaongea Kiswahili gumu sana. Atakusemesha kwa njia ya ndoto, atakusemesha kwa namna yote ile. Mungu atakwambia kabisa. Umekosea, nakwambia umekosea. Mimi kuna kipindi naomba niachie hapa tuingie kwenye maombi kwanza, maana vitu vingine vinachekesha vidogo, lakini kumbe Mungu anaviona. Mungu anatujua jamani. Hebu tuishi hapo, utakuwa na ushuhuda siku nyingine. Tuingie kwenye maombi. Mama, si unatuombea au tukisema sauti, wanasubiria sauti. Nasubiri sabufa. Jamani, sauti yangu sio sabufa, mama ananitania hapa. Ni ya kawaida kabisa, ila mimi ndio hivyo nilivyoumbwa, sina utaratibu. Sauti yangu sio ya chini, sauti yangu ni ya juu. Ila mama hapa Mungu alimjalia sauti yake ni ya kubembeleza, na mama maombi yake ni ya kubembeleza. La mimi maombi yangu asi ya kubembeleza, kama ni nyoka wewe ondoka, chinjwa, vitu kama hivyo. Tuingie kwenye maombi. Tazamaji, tuombe wote. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti lo hai, tuko mbele zako Bwana Yesu Kristo. Ninakushukuru Mungu, asante Yesu Kristo kwa ajili ya kutukumbusha wajibu wetu sisi wanawake katika somo hili Bwana. Tunatubu pale ambapo Mungu wa rehema Yesu hakutukusimama katika nafasi zetu. Tuko tayari tusimame kwenye nafasi zetu sasa. Utuongoze kupitia Roho yako Mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, naomba rehema Yesu Kristo kwa ajili yangu, naomba rehema kwa ajili ya mtazamaji. Ninaomba rehema kwa ajili ya watoto wetu Bwana, kwa ajili ya mabinti, kwa ajili ya watoto wa kiume hawa, vijana wa kiume Yesu. Ninatubu, naomba rehema kwa ajili yao Bwana. Lakini Mungu umetupa jukumu la kufundisha hawa mabinti. Umetupa jukumu la kufundisha hawa vijana. Yesu, peke yetu hatuwezi chochote kabisa Yesu Kristo. Ninakusihi Roho Mtakatifu uwe pamoja nasi tunapofundisha wakapate kuelewa Bwana. Lakini Mungu, tazama na mimi ni mwanadamu. Yesu Kristo, nisiwafundishe cha kidunia. Yesu Kristo, nisaidie, ama tusaidie, msaidie mtazamaji, msaidie mwanamke huyu ambaye Mungu wa rehema anatakiwa kufundisha huyu kijana wa kike, kijana wa kiume. Bwana Yesu Kristo, asifundishe cha kwake, bali afundishe cha kwako Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Tunaomba toba na rehema Yesu Kristo, pia hata kwa ajili ya watoto wote. Tunaomba rehema kwa ajili ya mafundisho ambayo wanapata kwa mitandaoni. Tunaomba toba na rehema kwa ajili ya mafundisho ambayo wanafundishana wao kwa wao ambao hawajengi chochote. Ninaomba toba na rehema Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Ninakataa kila roho za uharibifu ambazo zimesimama kuharibu mabinti. Nakataa kila roho za uharibifu ambazo zimesimama kuharibu hawa vijana. Ninakataa nguvu zote za giza katika jina la Yesu Kristo. Kuna wengine wamerithi tabia ambazo wamezitazama kwa macho ya nyama, lakini kuna tabia zingine zimeingia Yesu Kristo kiroho zaidi, kutokana na damu Yesu Kristo, kutokana na vitovu. Bwana Yesu, tusaidie, kwa sababu peke yetu sisi hatuwezi chochote kabisa. Tunang'oa kila roho za uharibifu, nguvu za giza, roho za ulevi ambazo zimekamata hawa vijana, wamekamata mabinti. Tunang'oa roho za ulevi ambazo zimekamata wamama, wanashindwa kusimama katika nafasi zao. Tunakataa hizo roho zote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Tusaidie Bwana, peke yetu sisi hatuwezi chochote. Tunaomba nguvu Yesu kutoka kwako. Tunaomba mafundisho kutoka kwako Bwana. Lakini Mungu, tukisoma katika maandiko yako katika Yeremia, Mungu umesema tusiogope. Umesema tuachilia maneno katika vinywa vyetu Bwana. Utatupa mafundisho kwa ajili ya kututuma kwenda kufundisha huyu mtoto wa kike na wa kiume. Tunaomba hayo mafundisho uachilie ndani ya nafsi zetu Bwana, ndani ya mioyo yetu. Yesu Kristo, achilia Bwana, tupe mafunuo vizuri kabisa na kufundisha Mungu wa rehema, ili waweze kuelewa. Lakini Mungu, tunaachilia damu yako takatifu juu yao Bwana, tunapozungumza nao Yesu wapate kuelewa, ili wapate kusikia wanachokifundishwa. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Tunakushukuru Yesu Kristo kwa ajili ya mtazamaji ambaye tayari kuna kitu umemkumbusha. Tayari kuna kitu anaenda kufanya kwa huyo binti. Tayari anaenda kuiacha hii pombe. Tayari anaenda kurudi kwenye nafasi yake kuitwa mama. Anaenda kurudi kwenye nafasi yake kuitwa mwanamke, ama kuitwa mama, ama kuitwa mke, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Tunakushukuru Yesu Kristo. Endelea kusimama Mungu wa rehema ndani ya chumba cha siri Mungu. Uendelea kufundisha watoto wako Bwana. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai tunaomba tukiamini, hakika Yesu kwa mahali hapa umesikia maombi. Amen.
Amina, barikiwe. Amina. Tunakushukuru Irene kwa maombi mazuri, tunaamini. Amina, karibu. Tunaenda kufanywa upya. Tunaenda kufanywa upya kwa maombi haya. Na tuwe tayari kufanywa upya. Of course, hatuko tayari. Ni swala la yani kuchukua. Yesu awabariki sana sana watazamaji. Karibu mwage mtazamaji. Mwage. Haitoshi. Sijui kama inatosha au vipi. Mimi ongezea. Niongezee. Mtazamaji usiache basi kucomment hapo chini. Kulike, kushare ili tujue uko pamoja na sisi hapa. Tunakupenda. Ukiwa na unatusumbua sumbua kwenye mtandao hivi najua hapa hivi hapa vile mambo yanaenda. Lakini pia usisahau ku subscribe. Ili usisahau pia kufanyaje kusupport huduma. Nawaambia mama huwa anatoka mbali nauli. Amina, mbarikiwe sana. Barikiwe.